tusamee nini kwa sisi sasa unatupiga mawe tukosea nini? Sikia kaka, wewe tuliza hivi. Witi unamjua kaka? Mimi Witi simjui, mimi namjua Suzana. Witi umjui? Mwanamke umemtia wewe unadanganya. Wewe sio unadanganya. Ongea kweli. Witi unamjua? Bana, mambo vipi? Mimi naitwa Ivan17, the king of challenges contents, kipenzi cha waaminifu kwenye mahusiano, lakini kiboko ya wasaliti wote. Nipo na Mu Talent the killer, aka lichafu zela kuchafua. Bwana tunasema huruma sio malezi wewe. Bana, mnamo mwezi wa kwanza mwaka huu January, kuna mwanamama mmoja ambaye yupo nchini China alinitafuta akiwa anahitaji challenge kwa mpenzi wake. Huyo mama anaitwa Madam Susan. Yeye ni Mtanzania halisi ila yupo China kikazi, anafanya biashara zake kule. Anafanya biashara. Lakini mpenzi wake yuko hapa Bongomani, Bongoland. Nadhani utakuwa unaziona chati zangu mimi na yeye hapo zikiwa zinapita wakati huo tunazungumzia swala lazima la kumfanyia challenge mpenzi wake. Lakini baada ya muda kidogo akabadili gia hewani. Ndio. Akasema bana, sitaki kumfanyia challenge sasa hivi, nimegaili, nataka nimfanyie challenge siku ya birthday yake ambayo ni tarehe 31 ya mwezi wa 3. Umenielewa? 31 mwezi wa 3. Baada ya hapo mimi na yule Madam Susan tukawa tunaendelea kuwasiliana. Ndio. Mawasiliano ya hapa na pale yalikuwepo. Ndio. Wiki 2 nyuma akanihakikishia kwamba tarehe 31 challenge itakuwepo. Na zawadi ambayo atampatia mpenzi wake ni simu iPhone 16 Pro Max. Hii hapa. Mpya. Hii hapa. Mpya. Simu imenyooka, labda kipengele hoja nacho wewe. Aliniagiza nikaichukue pale Sky City kwa Sonelo Mobile. Hii hapa iPhone 16 Pro Max kwa ajili ya kumpatia mpenzi wake. Lakini kitu kingine ambacho alinisisitiza, nadhani unaona hapo kwenye chatting zetu, kwamba Ivan, huyu mwanaume mimi ndio kila kitu kwenye maisha yake. Ndiye nalipa kodi, ndiye nimempa usafiri, mavazi, chakula, hadi ndugu zake wengine mimi ndo nawasaidia. Hadi ada. Kila kitu. Huyu jamaa ni mwanachuo mwaka wa 3. Yaani kama mimi hapa na Mu Talent hapa. Lakini yeye tayari mwenzetu amepiga hatua moja mbele kimaisha. Mafanikio. Lakini wahenga wanakuambia ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Mnamo tarehe 2 ya mwezi huu, mwezi wa 3, kuna mwanadada mmoja kutokea hapa 255 Tanzania anaitwa Witness alinitafuta. Yeye ni mjamzito wa miezi 5. Miezi 5 wewe. Akanambia, Ivan, nina mpenzi wangu ana birthday au anakumbukizi ya siku ya kuzaliwa tarehe 31 mwezi wa 3. Mimi na yeye maongezi yetu hayakuwa marefu sana. Nadhani mtazamaji utakuwa unaona hapo kwa sababu alikuwa hajanyooka. Mwenyewe unasema mazungumzo hayakuwa serious. Mazungumzo hayakuwa serious. Lakini akaja kunicheki juzi Jumamosi tarehe 29. Akaniambia, Ivan, nilikutafutaga kwamba nina challenge kwa mpenzi wangu. Yeye alikuwa hataki challenge, alikuwa anataka mfanyie surprise. Ampe tu zawadi. Lakini baadaye akasema, naonaga watu wanaumizwa na mimi nataka mfanyie challenge. Hivyo akaniambiaje, ninataka nimfanyie challenge mpenzi wangu tarehe 31. Nilishaongea na wewe. Kweli nikamkumbuka dada alishaongea na mimi. Na akanielezea kwamba huyo mpenzi wangu tayari na ujauzito wake wa miezi 5, tumeahidiana kuoana, wote tupo chuo mwaka wa 3 tunamaliza, lakini ameniahidi atanipatia connection ya kazi na vitu kama hivyo. Kwa sababu yeye amefanikiwa, sijui jamaa anasema anafanya kazi sijui kwenye benki fulani. Yaani jamaa alimdanganya, sasa sijui ni amdanganya sijui kweli amdanganya demu kwamba ana channel za nje ya nchi huko kimaisha. Mara baada ya mimi na yule dada anazo. Mara baada ya mimi na yule dada kumaliza maongezi, alinitumia picha mpenzi wake. Lakini kitu ambacho kilinishangaza, picha ambayo alinitumia Witness mwenye ujauzito wa miaka 5. Yaani alivyonitumia picha mpenzi wake ambaye anataka nikamfanyia challenge. Ujauzito miezi 5. Ana ujauzito wa miezi 5. Alinitumia picha ile ambaye alinitumia Madam Susan mwezi wa kwanza. Mtazamaji sijui umeelewa. Picha ambayo Witness alinitumia juzi, ndio kwa lengo la leo tumfanyie challenge mpenzi wake ya kumpelekea surprise. Ndiyo. Ni ile ambayo alinitumia Madam Susan akiwa anahitaji challenge kwa mpenzi wake. Mwezi wa kwanza nilijihakikishia ni picha mbili tofauti lakini mtu yule. The same guy.
Mtazamaji, nijiuliza maswali mengi, nikamtafuta meneja Selenge na Wili Chafu. Tukakaa chini tukashauriana tunafanyaje. Je, tumwambie Madam Susan kwamba kuna mtu mwingine anahitaji challenge kwa mpenzi wake, au tumwambie Witness kwa Madam Susan alikuwa pia aliweka order challenge kwa mpenzi wake? Tukasema hapana, sisi siku ikifika tutafanya challenge kwa huyu jamaa, tutapeleka surprise zote. Hii ni iPhone 16 Pro Max amenunua Madam Susan, lakini Witness kajitahidi si haba, amenunua zawadi. Yeye amenunua viatu original, viatu original, sio umenipata? Ndio. Lakini amenunua na ua likiwa naashiria upendo. Ndio. Akamwagiza bodaboda niletee kwa lengo la tukamfanyia surprise huyu mwana. Kwa hiyo mtazamaji, hapa tuna zawadi kutoka kwa watu wawili zikiwa zinaenda kwa mtu mmoja. Yaani tuna viatu original na ua la upendo kutoka kwa Witness ambaye tayari ana ujauzito wa miezi 5 wa huyu mwamba ambaye anaitwa Samuel. Lakini pia tuna iPhone 16 Pro Max mpya kutoka kwa Madam Susan ambaye yuko China, naye ni mpenzi wake Samuel. Issue ipo hivi, sisi tutakwenda kwa Samuel. Ndio. Na hizi zawadi zetu zote. Ndio. Tukishafika pale tutamwambia hizi zawadi zimetoka kwa mpenzi wako, atamtaja jina. Bila shaka mimi ninavyoamini, kwa kuwa Witness tayari ana ujauzito wa miezi 5, na yani ujue ujauzito tayari unaanzisha maisha. Mimi naamini Witness atataja. Jamaa wewe ujitambue. Vipi, una pingamizi? Mimi nina pingamizi. Witness ana kipato gani cha kununua iPhone Pro Max? Lakini ana ujauzito. Ujauzito ni hazina. Hii iPhone inapotea, inaharibika, lakini ujauzito kaka, mtu akishakubali. Mimi hapa nina uhakika 100%. Tuliza mic mdomoni. Yaani nina uhakika 100%. Anaenda kutajwa ni Madam Susan. Kwa nini? Wewe tajiri. Kwani mapenzi ni utajiri? Yaani mapenzi sio utajiri, ila tajiri anapendwa. Mtazamaji, mimi nina zawadi hizi kutoka kwa Witness, lakini Wili Chafu ana simu iPhone 16 mpya kutoka kwa Madam Susan. Yeye anasema anaamini Madam Susan ndo anapendwa na Samuel. Ila mimi naamini Samuel itakuwa anampenda Witness kwa sababu ni tayari mwanamke ambaye yupo naye kwa muda mrefu, lakini tayari ana ujauzito wake na vitu kama hivyo. Tunatoka hapa tunaelekea Sinza. Huyu jamaa amepangiwa nyumba Sinza. Na Madam Susan anajinasibu kwamba kwa mwezi analipa shilingi 500 za Kitanzania. Jamaa kwenye nyumba, lakini jamaa anamiliki gari aina ya Crown Athlete. Crown Athlete. Anakaa Sinza na Crown. Kwa hiyo huyu mwanachuo huyu maisha yake hivi ameshanyooka. Mtazamaji, Samuel atamtaja Witness ambaye tayari ana ujauzito wake kama ni kweli, au atamtaja Madam Susan ambaye tayari anamzingatia kwa kila kitu. Mimi naitwa Ivan 17. Niko na kipenzi chenu Mutalent the Killer. Ili chafu zela kuchafua, tunasema huruma sio malezi wewe. Bwana, tunatoka hapa tunaelekea Sinza. Cha kufanya wewe ni kutufuatilia tu, tuone nini kitaenda kutokea. Yaani hadi naogopa. Ikitokea nimeumia, nimepigwa au chochote kimetokea, sina hela hapa wala nyumbani. Ila unajua nini? Hii kazi twende tukaifanya. Umesikiza ngoma mpya ya mapenzi si hii ya Vanilla hii? Ile remix na DJ Mushizo na JTMC. Katika mistari ya Spana pale kuna sehemu anasema kwamba mapenzi hisia, wanaweza watu wakakwambia huyo mwenzako unayempenda anadanga huko, yani hajatulia, lakini bado wewe ukashindwa kumove on. Ndio ile ambayo linaendelea hapa. Wanaweza watu wakakwambia huyo mwenzako ukichecha hajatulia, lakini wewe utashindwa kumove. Huyo bana Vanilla. Sasa Vanilla anaandika sasa. Sasa mtazamaji, hapa Witness hajui kwamba sisi tuna zawadi ya Madam Susan, wala Madam Susan hajui sisi tuna zawadi ya Witness. Madam Susan anajua sisi tunaenda kumfanyia challenge mpenzi wake kwa surprise ya iPhone, na Witness anajua sisi tunaenda kumfanyia surprise mpenzi wake kwa zawadi ya viatu. Na watu wanaweza kauliza Witness yuko wapi? Witness alitamani na yeye awepo katika hili, ila alinicheki. Alafu hapa muda mrefu alinicheki. Alikucheki? Aliniambia mpo wapi? Mimi nataka nije. Yaani alitaka awepo eneo la tukio na tuende huko wote. Nikamwambia hii inabidi tuende wenyewe kwa sababu inabidi tupige chap chap, tuna kazi ngani. Niliogopa kiwepo hapo, tusingeweza kuifanya zote kwa pamoja. Yaani lingebumburuka sasa hivi. Mambo yangekuwa mengi. Mtazamaji, tufuatilie, tunaelekea Sinza tuone nini kitatokea. Samueli atamtaja nani kati ya Witness na Madam Susan? Hadi leo inauma jamaa.